Lakini kwa sababu taifa la Israeli tayari, sema tayari, lilikuwa limebarikiwa na nani? Na Mungu. Kwa sababu kisheria ukibarikiwa na mkuu hakuna kuja kupangua. Kamanda kwa mfano amiri jeshi general, una uwezo wa kubadilisha? Hawezi kubadilisha. Kwa hiyo Mungu ndiye amiri jeshi mkuu, yeye ndiye mfalme wa wafalme. Akibariki hakuna wa kulaani, akikuinua hakuna wa kukushusha. Akisema wewe hautokufa, hata kama upite kwenye bonde la uvuli wa mauti, hautokufa. Haleluya. Kwa hiyo taifa lilikuwa limebarikiwa tayari na Mungu. Kwa hiyo Balaki, baada ya kutoa zile sadaka, madhabahu 7 zimewekwa na ng'ombe pamoja na vinono na pesa juu, dhahabu, kusudi adui akulaani wewe, kusudi ulaaniwe. Maana yake ni kwamba usiwe na nguvu tena. Alipofikia akawasha zile sadaka, zikawaka moto, zikaanza kuteketea, akasimama ile alaani Balaamu. Sema Balaamu mganga. Katika harakati ya kulaani, Mungu akageuza kinywa chake, kuliko alaani akaanza kubariki. Kuliko alaani akaanza kufanyeje? Kubariki. Maana sadaka zimeshatolewa. Alienda mpaka mara 1, mara 2, mara 3. Yaani kila alipokuwa anajaribu kulaani, Mungu anabadilisha ulimi wake Balaamu likabariki kuliko kulaani. Akasema siwezi, nawezaje kulaani taifa ambalo limeshabarikiwa na Mungu? Haleluya. Na ndio maana leo nakufundisha na nitazidi kufundisha. Nitawapa maandiko mwishoni mkayasome nyumbani. Bwana asifiwe sana. Ama niwape moja kwa moja mkasome. Mungu anamkataa, usiende pamoja nao, usiwalaani watu hao, kwa maana nimewabariki. Mungu mwenyewe akamtokea. Mungu anaweza kutokea mchezo wa familia yako. Mungu anaweza kumtokea mganga wa familia yako, akamwambia wewe unataka kuharibu maisha ya huyu, mimi nimeshambariki. Kuna wakati Mungu mwenyewe anawatokea maadui. Kuna wakati Mungu mwenyewe anashuka, anawatokea maadui zako, anawaambia mkisubutu mtakufa. Hiyo ni tahadhari ya Mungu. Maana Mungu alimtokea Balaamu akamwambia usiende na hawa watu kulaani watu wangu, maana hawa mimi nimewabariki. Bwana asifiwe sana. Siku zote Mungu kabla ya kutoa adhabu hutoa kwanza tahadhari. Mungu huwa aachilii adhabu bila tahadhari. Huyo ndo Mungu. Shetani yeye hanaka tahadhari, yeye anakuacha ukosea ili akupe hukumu. Lakini Mungu anakuambia mwanangu, makini. Akamwambia Kaini, dhambi imekuotea mlangoni, ya kupasa ufanyeje? Ushinde. Ya kupasa ufanyeje? Uyashinde. Dhambi imekuotea wapi? Mlangoni. Mungu siku zote hawezi akasubiri waanguke ndo aongee. Ukisikia nabii yana nasubiri mpaka upate shida aseme niliona, huyo ni nabii wa kuzimu. Haleluya. Anasubiri tu upate shida anasema kwamba mimi nilijua, huyo ni wa kuzimu. Mungu huwa anajitokeza kabla hujazulika, kabla hujapata tatizo, anakuja. Anaweza kaongea kwa neno la Mungu, ama ndani ya roho yako unasikia roho inakwambia acha mambo hayo. Unasikia ndani roho inakwambia usiende huko, usiambatane na huyu, kikoba chao toka. Wewe ukaendelea, mwisho wake mkazozana huko. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu tangulia kwanza kukupa tahadhari ya kwamba usifanye. Huyo ndo Mungu kabla haujapata jambo lolote. Sio kama unaumwa ushadondoka pale mimi nilijua tu kama ataumwa, huyu ni nabii wa kuzimu. Haleluya. Kama ni nabii wa Mungu aje kabla hujapata tatizo akwambie mwanangu kuna hatari. Mwanangu kuna nini? Kuna shida. Sio kwa wakati shida limetokea ndio kajitokeza nabii, nilijua kama yatatokea haya. Nabii wa kuzimu. Haleluya. Sema amina nzuri. Amen. Kwa hiyo Mungu akampatia usilaani watu hawa. Lakini alipokuwa anajaribu, Mungu akabadilisha maneno yakawa baraka kuliko laana. Na nitawaambia kwa nini hawa watu walishindwa kupata laana. Kumbe katika maisha ya mwanadamu
Ni bora ufanye jitihada za kuingia katika baraka za Mungu. Ni bora utembee na baraka za Mungu. Ni jeshi litakalozuia maadui wa hatima yako. Baraka ni jeshi linalopambana kinyume, sio kinyume chako. Bwana asifiwe sana. Kinapambana upande wako. Bwana asifiwe sana. Ni jeshi linalopambana kwa ajili yako wewe. Bwana asifiwe sana. Baraka ni jeshi lisilofanyeje? Lisiloonekana. Linakuzingira, kukulinda na maneno mabaya ya watu, kukulinda na laana za watu. Kwa hiyo wana wa Israeli waliingia katika agano huko, tambueni. Walipoingia katika agano wakachinja mwana kondoo. Sijui mnakumbuka ilikuwa ni Pasaka. Wakachinja nini? Mwana kondoo. Na Bwana akasema muharibu atakapopita hatoharibu nyumba zenu ambazo kuna damu, ishara ya damu. Atapita juu, pass over. Atapita juu. Hawezi kuharibu. Kwa hiyo kuna siku nilifundisha hapa nikasema baraka za Mungu hazitembei popote pale bila agano. Kwa ngapi nakumbuka? Amen. Mungu utembea na nini? Na agano. Ukitaka kutembea na baraka, tembea na agano. Agano ni kitu gani? Agano ni makubaliano ya wewe na Mungu katika utumishi. Kuna mtu agano lake ni kuwasaidia yatima. Sijui tunaelewana? Kuwasaidia nini? Yatima. Ndio agano lake na nani? Na Mungu. Anaposaidia yatima, Mungu anamwona huyo mtu yuko anaheshimu agano lake. Kwa hiyo unapoingia agano na Mungu, lazima kuwe sehemu yako na sehemu ya Mungu. Sehemu yako unamwambia Mungu, mimi tasaidia wajane, lakini kwenye kizazi changu asitokee teja. Kizazi changu asitokee malaya. Kwenye kizazi changu asitokee maskini wa kutumikia watu kapuku, asitokee. Ukiona watoto waeleweki, mkumbushe Mungu nini? Mungu hawezi kukuonea huruma kwa sababu umelia. Mungu anakuonea huruma kwa sababu na agano naye. Ndio maana wana wa Israeli licha ya kwamba walitesa sana na kuteswa na Farao, Mungu hakuweza kushuka mpaka pale alipokumbuka agano ambalo baba yao alifanya na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Haleluya. Kwa hiyo tunakuja kuona ukombozi wa wana wa Israeli hautokani na kilio chao, hautokani na mateso yao, unatokana na agano ambalo baba yao, wazee wao waliingia. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukaingia agano leo, agano huwa halifi. Iwe agano la kuzimu ama agano la Mungu, huwaga halifi. Ndio maana Maombolezo sura 5:7, baba zetu walitenda nini? Hata wako tena, nasi tumeachukua watumwa, tupata chakula kwa kuhatarisha nafsi zetu. Haleluya. Kwa hiyo waliotenda dhambi ni wengine, walioingia maagano ni wengine. Sisi tunabeba machungu, tunabeba umaskini, tunabeba utasa, tunabeba magonjwa ya kulisi. Kumbe agano huwa halifi. Ukiingia agano leo na Mungu na ukawa mwaminifu, ukifa wewe, watoto wako wataishi kwa agano hilo. Ndio maana jifunze kutengeneza agano. Jifunze kutengeneza agano. Kwa mfano mimi kuhubiri, ninavyohubiri neno la Mungu lisilogoshiwa ni agano langu na nani? Na Mungu. Wakati ninapohubiri, ndio maana hata kama nifanye biashara, nifanye chochote, nikiacha kuhubiri tateseka sana. Nikihubiri Mungu ananifungulia malango. Haleluya. Nikihubiri Mungu anagusa watu, wananiletea chakula nyumbani kwangu, hakukatiki chakula. Tangu nianze huduma, mama ndio najua nimeanza huduma kwako. Lini nimekuja kulia njaa? Uliwahi kuniona na kazi yoyote? Kwa nini? Sikuacha kuhubiri. Siku zote niko madhabahuni na hubiri. Niwe na njaa, niwe nakula, niwe nasimama madhabahuni, kwa sababu ni agano langu na nani? Na Mungu. Na Mungu akiliona agano, anamnyanyua mtu, anakuja kwangu. Mungu akiona agano, ananyanyua mtu, anakuja kwangu. Tunza agano na Mungu. Tunza agano na Mungu. Usikubali kutembea bila agano. Kuna mtu anaweza kusema mimi agano langu nitakuwa mtu wa kusaidia wachungaji. Na sio tu mimi. Wachungaji ni wengi.
Ukinisaidia mimi ni mchungaji, ukimsaidia yule ni nani? Mchungaji. Ni mchungaji. Kutokumsaidia wa hapa ukamsaidia yule pale, haujatenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Sisi tunaelewana. Na haya mafundisho kusema kwamba usaidie tu hapa na sio sehemu nyingine, ni mafundisho ya uongo, ni ya ubinafsi. Haleluya. Sijui kuna mtu ananielewa. Unaweza kusaidia hapa na ukasaidia na kwingine. Sisi tunaelewana. Unaweza kusaidia hapa na ukasaidia kwingine. Kitu pekee ambacho hutaki kupeleka kwingine ni fungu la 10. Hilo ni la baba yako wa nini? Lakini misaada na mengine, wajane, mayatima, peleka popote. Hata kwa Waislamu peleka. Bwana asifiwe sana. Hata kwa Waislamu peleka. Mungu anaona agano. Kuna mtu amenipata vizuri? Tunaelewana watu? Sema amina nzuri. Sema amina haraka. Leo kila tamko la laana ambalo wamekutamkia, haijalishi ulikuwa bado mdogo, litabadilishwa kwa baraka leo. Leo litakuwa fursa ya wewe kuvuka mwaka 2027. Kila mtego wa mauti waliokuwekea itakuwa fursa ya wewe kuvuka mwaka 2027. Haleluya. Kila, kwa sababu Balaam alilaani ili wafe, lakini Mungu alibadilisha ulimi. Sema ulimi. Ulibadilika. Na leo tutatembea na upako wa kubadilisha ndimi za maadui zetu wanaotuongelea kwa lugha za kishetani, wanaotutamkia kwa lugha za mizimu, lugha zisizo za Kimakonde, lugha zisizo za Kichaga, ni lugha za kuzimu tu ndo zinaongelewaga huko. Wanazitamka kwenye nyumba yako ili wewe na familia yako mzofike, mpate shida. Hizo lugha zitakuwa chanzo kukuinua wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wapo watu wanaolaani usiku, hauwezi ukatembea na laana. Ndio maana Mungu aliweka kanisa, akamwambia Petro ya kwamba wewe ni mwamba, najua mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata malango ya kuzimu haitakushinda. Nimekupa wewe funguo ya ufalme wa mbinguni. Lolote ulifungalo duniani litafungwa mbinguni, na lolote ulifungualo litafunguliwa mbinguni. Ndio muhimu wa kanisa. Wachawi na walozi wanajua nguvu ya kanisa, wanajua tukiloga watu wakija kanisani wanabarikiwa. Ndio maana wengi wanazuiliwa kuja kanisani. Kama kuna kitu mchawi hapendi, mlozi hapendi, ni kumwona mtu akiingia kwenye mlango wa kanisa. Haleluya. Kwa sababu mwenye nguvu, sema mwenye nguvu. Hauwezi ukamkomboa mtu kama una nguvu. Lazima uwe na nguvu. Mtu wa kawaida hawezi akaondoa laana juu yako. Anatakiwa kwa kuhani. Anatakiwa kwa nani? Kuhani. Ndio maana Bwana ametupa mamlaka. Tukifunga duniani kinafungwa mbinguni, tukifungua duniani kinafunguliwa mbinguni. Haleluya. Kitu pekee ambacho mimi kiko juu yangu mimi, haleluya, niliyeitwa na Bwana na kupakwa mafuta, ni mapenzi ya Mungu. Ni nini? Yaani ukiona mimi nashindwa kitu, jua ni mapenzi ya Mungu. Ukiona nashindwa na kitu, namwombea mtu hajapona, hiyo ni mapenzi ya Mungu. Nitakupa mfano. Yule kijana yuko pale, simama. Faongo kweli? Huyu ni mtumishi wa Mungu. Hebu njoo niwaambie kitu. Bwana sasa, huyu hapa ni mtumishi wa Mungu, tena mtumishi wa Mungu, nabii. Huyu mnayemwona hapa nilimtambua hata kabla sijamuona, hata siku tu ya kwanza nikasema mtumishi wa Mungu huyu. Haleluya. Ona, si mnamwona bado mdogo, hata miaka 20 bado. Tunaelewana? Mungu ameweka hatima kubwa ndani yake. Ameingiza kwenye uganga, na wakati ambapo Mungu anamuita kuwa nabii, katika Iringa yote kule hakutatokea nabii kama huyu. Tunaelewana? Huko Iringa hakuna nabii kama huyu. Na ujana shetani alikuwa amemkamata complete. Bila ugonjwa huyu hawezi kumpata hapa. Uongo kweli? Kwanza alinikimbia hapa kanisa. Alikimbia kukimbia. Kitu gani kilimleta? Ugonjwa. Sasa watu kama hawa
mpaka wanyoke kabisa kama pasi, wanyoke kama rula. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu anajua tu, yani unafikiri anaogopa nani hapa? Yani anaweza kukimbia akaenda popote pale. Lakini akijua akitaka kukimbia anakumbuka cha moto. Maana alikimbia, alivyorudi kila mtu alimsahau hapa. Ni Danieli ama sio Danieli? Uongo kweli? Angalia sasa hivi sura inarudi hajarudi. Yani akianza tu kukengeuka kidogo, Mungu anampa konzi. Akitaka kukengeuka, Mungu anampa nini? Hata manabii wote wa Dar es Salaam umuombea. Yani tatizo litakuwa pale pale. Ni ugomvi wake yeye na nani? Akinyoka, Mungu naye ananyoka. Akipinda, Mungu naye anafanyaje? Anapinda. Tunaelewana? Kwa hiyo nenda ukae. Kuna sehemu ambapo walikuwa wanampeleka kwa waganga. Waganga wanamkimbia. Baada kutoka hapa nikampaka mafuta. Silimpaka mafuta. Mnakumbuka? Njoo huku usikimbie mpaka ongee vyote. Haleluya. Baada kumpaka mafuta, wakampeleka kule eti kwa waganga. Uongo kweli? Wakampeleka kwa waganga. Walivyompeleka, hebu waambie kwanza ilikuwaje wale waganga, ule mganga mwenye ziwa moja alifanyaje? Yaani mganga ambaye anasifika mwenye ziwa alipomuona fanya manuizi sijui dawa zile, kwa hiyo vile vitu vyake vikalipuka vyote, nyumba ikaungua, moto na moto umetokea wapi? Kwa hiyo